Jambo kanisa la Bwana. Na furaha kusimama mbele zenu nikiitwa kwa jina la Mtesi Salima na Blessy, nikimshukuru viongozi wa kanisa na
familia. Fungu hili linapatikana katika kitabu cha Zaburi 33:1. Inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Tunapoendelea fundisho letu, tujue ya kuwa umoja ni mapenzi ya Mungu. Kabla ya makanisa, kabla ya mataifa, Mungu aliumba familia. Hii inaonyesha kuwa umoja ni mpango wa asili wa Mungu. Hivi vitu vinne vinapatikana katika familia inayokuwa na umoja. Ya kwanza, familia inayokuwa na umoja, kuna amani, kuna furaha, kuna ulinzi wa watoto, kuna uwepo wa Mungu. Lakini penye mgawanyiko, maombi yanayodhoofika, mahusiano yanavunjika na shetani hupata nafasi. Vitu hivi vinaharibu umoja: kiburi, kukosa kusamehe, maneno ya kuumiza, wivu na kulinganisha, kukosa mahusiano. Tutasi msomaji atusomee katika kitabu cha Mezali 18:21. Mezali 18:21 inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Amen. Maneno yanaweza kujenga na kubomoa familia. Ujumbe kwa watoto: waheshimu wazazi, acha kupigana na ndugu zako, jifunze kushirikiana, sema samahani haraka. Umoja unaanza na wewe. Ujumbe kwa wazazi: wazazi ni msingi wa umoja. Baba mwenye hasira huleta hofu, mama mwenye chuki huleta baridi katika nyumba. Wazazi wasioelewana huumiza watoto, lakini familia inayosali pamoja inabaki imara. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 33:3 inasema, huku ndiko Bwana aliyokuamuru baraka. Mwenyezi Mungu anatuambia mchana wa leo tuwe na umoja, kwa sababu baraka haishushi kwenye uvurugu, inashusha kwenye umoja. Kama ndio milako na yangu, tushimame tuweze tukaomba. Tuchila miongoni mwa shukrani zako kwa mkono utulinda usiku wa sita tunashukuru Mungu. Mungu tuendelesha programu tulinde tuwe katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru sana huyu mtoto. Mungu ambariki sana. Amina. Na wazazi wake wabarikiwe. Amina. Wabarikiwe waende mbali. Amina. Sio pepesi ya kusimama hapa, sio pepesi. Macho yenu yote na kubrakia mtu hivi. Unafikiri ni pepesi? Waimbaji ni washukuru sana kwa ule hizo nyimbo ambazo umetoa. Kwaya ya kwanza iliyoimba ni Injili, na kwaya ya pili inaitwaje tena? Roho wa Mungu akawakutanisha mwimbe wimbo moja, maneno moja, ya kwamba tusome nini? Biblia. Na roho hii tunajifunza jinsi ya kusoma Biblia, jinsi ya kuelewa maandiko matakatifu. Mungu awabariki sana. Sasa waimbaji wameimba, nataka na sisi tuimbe. Unanielewa? Nataka tuimbe. Tutaimba nyimbo 5. Nyimbo ngapi? 5. Ngapi? 5. Tunataka kumshukuru Mungu. Zile sauti zenu ambazo mnakuwa nazo, nataka muhakikishe zile sauti zinasifu nani?
Tusimame. Nyimbo 5 mfululizo. Najua Wasabato watuimbe, na mnasikia kitu kule, tunataka kumtukuza Mungu. Tutaimba namba 158 kitabu kidogo. Kitabu kikubwa ni 243. Tutafuata 78 kitabu kidogo. Inafuata 360, 360 kitabu kikubwa. Utafuata 180 kitabu kidogo. Kitabu kikubwa ni 234. Tutamalizia na 97. Kitabu kikubwa ni 148. Sio zambi zangu. Alafu kwa mwisho tema numero 15, nena rohoni Bwana. Nasema hivi, tunaanza na mwendo gani nyumbani? Mpaka lini Bwana? Pana mahali pazuri mno, sioshwi zambi zangu. Tunajua nyimbo hizi zote. Alafu tunamaliza na nena rohoni nafuata
zako ambazo unakuwa nazo, ili mchana wa leo Mungu aweze kujibu na kutenda miujiza katika maisha yako, na zaidi kutakasa na kurudisha karibu na wewe. Mungu unayekaa mbinguni, mchana huu Baba, tunainua jina lako ili upate kutusikia mchana wa leo. Utusamehe dhambi zetu Baba, kama kuna dhambi ambayo tumeitenda ambayo inaweza kuzuia maombi haya yasisikike Baba, futa dhambi hizi katika jina la Yesu. Kama kuna mgonjwa huu msahizi, uguse kwa mkono wako uponyaji, ili atoke hapa anapokuwa amepata uponyaji. Kama kuna yule ambaye alikuja hapa kanisani akiwa amechoka, akiwa amefadhaika, akiwa amekata tamaa, mpe nguvu inayotoka kwako, arudi anapokuwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wagonjwa Baba, uwaponye. Wanaokuwa na masumbufu mbalimbali, jibu kila mmoja wetu kulingana na mapenzi yako. Tunakomesha wanafunzi ambao hapa karibuni wataingia katika mtihani, wasaidie ili waweze kufaulu katika mtihani yao. Kama kuna wale wanaendesha biashara, bariki biashara yao, na unapowabariki Baba, ni baraka utakaowatolea isiwatenge na wewe, lakini wasogeze karibu na wewe. Kama kuna vijana wasichana ambao wanataka waolewe, wasaidie wapate wachumba wanaokuogopa wewe, na vijana na wasichana wa kanisa hili wasaidie Baba, ili kusiwe yule atakayesubutu kwenda kuoa au kuolewa nje na kanisa lako. Mungu mwenye upendo, tunakuinulia nchi yetu ya Kongo. Tupe sasa amani na utoka kwako. Komesha vita ili injili iweze kupenya mahali pote. Tunakuonesha kanisa la Masalio katika siku hizi za mwisho, lisimamie mwenyewe. Viongozi ambao ulichagulia mwenyewe tangu General Conference hadi kanisa la Mahalia, wavuvie Roho Mtakatifu. Programu tunaokuwa nayo ya kuweza kutoa ajili ya ununuzi wa viwanja, ili kazi yako iweze kupanuka. Sote ambao tumepiga magoti, tunakusihi kubariki. Kusiwe hata mmoja ambaye atakosa kuchangia. Utupe pesa, bariki kazi za mikono yetu, ili tukurudishie kwa yale ambayo umetutolea, na tuharakishe kuja kwako mara ya pili. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Yesu
awabariki na ajibu maombi ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Mungu kwanza. Mungu sharti tuweke Mungu kwa nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Tulisoma kitabu cha Zaburi 96 shairi la 8. Ilisemaje? Nataka mniwekee kwenye ubao pale. Zaburi 96 shairi la 8. Umeshaweka? Teknisi tuweke. Tusome pamoja. Nataka tusome kwa sauti kubwa. Tusome. Tusome pamoja twende. Naona kuna wale ambao wanahitaji kuomba majinesi ndio wasome vizuri. Atuanze tena twende. Sijasikia vizuri. Mpeni Bwana utukufu unao roho ya nini? Shenda mnene. Umesema shenda mnene? Naona sisi wit. Ndio. Kesho na bishara. Mumpe Bwana utukufu unao nini? Unaostahili jina lake. Acha ninyi washiriki wa hapa watoshe kufia. Hili usako yenu. Sababu mmejenga kanisa linalostahili utukufu wa nani? Kwa Bwana. Hapana kanisa unaingia hivi. Hili linastahili utukufu wa nani? Kubarikiwe sana. Sasa tunataka katika hii miaka mingapi inayokuwa mbele yetu tuongeze fili ziwe nyingi ili jina la Bwana lifanye nini? Litukuzwe. Tulimba wimbo ambao ninaupenda sana. Wimbo tulioimba tulipoanza. Nilikupa wewe. Unakumbuka? Ni namba ngapi? Tuweke pale. Ule wimbo 98 kitabu kidogo. Kikubwa 136. Tuweke ule wimbo pale tu unasemaje? Umeshaweka? Tusome pamoja. Tusome? Nilikupa wewe nini? Damu ya wapi? Anasema nini? Ili ufanye nini? Upate Mungu. Yesu Kristo amesema amekupa wewe na mimi damu yake. Mimi na wewe tungepaswa tufe milele zote. Lakini kwa sababu hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa nani? Mwana wake wa pekee. Ili kila mtu anayemwamini asifanye nini? Asipotee, bali apate nini? Uzima wa milele. Yule Yesu Kristo amesema nimekupa wewe damu ya moyoni ili upate kuokoka. Kipindi cha pili kinasemaje? Tusome kipindi cha pili. Ile karatasi yako pamoja. Tusome tena. Nimekunyima nini? Alafu wewe umenipa nini? Yesu Kristo anakuuliza swali mchana wa leo. Nimekunyima nini? Nini ambacho sijakupa? Uniombe nitafanya nini? Nitakupa. Mbona nimekupa afya? Mbona nimekupa mume? Mbona nimekupa watoto? Wengine hawana watoto. Wewe una watoto. Nimekunyima. Pumzi tunapopumua tunalipa ngapi? Ngapi? Mtu anapokwenda kwenye oksijeni, saa moja tunalipa ngapi? Tunalipa ngapi? Unajua saa moja kusudi oksijeni ngapi? Kama Mungu akisema na taksi kila tunapopumua tulipe. Ndio bange ishi. Hakuna ndipo nakuuliza nimekunyima nini? Na wewe umenipa nini? Ni swali ambalo Yesu Kristo ananiuliza na kuuliza mchana wa leo. Nimekunyima nini? Niombe nitakupa. Na wewe umenipa? Usikubali Yesu Kristo anapomwaga mibaraka kwa wana wake. Usikubali mibaraka hiyo ikupite.
Unanisikia? Kanisa hili linapojengwa, usikubali wengine wajenge, wewe unapopashika mikono. Wale wametoa siri. Sababu unapotoa kwa kazi ya Bwana unafanya nini? Unabarikiwa. Wale ambao wamegundua hiyo siri wanatoa kwa kazi ya Bwana. Wale ambao hawajatambua inawapita mibaraka inawapita. Sasa ni baraka ambayo tunawaletea mchana wa leo ni kwamba tuchangie kwa ununuzi wa viwanja. Usikubali hata kidogo ni baraka hii kupita. Usikubali hata kidogo. Wote ambao wanatoa wanabarikiwa. Hakuna yule ambaye ametoa kwa kazi ya Bwana alafu akose kubarikiwa hata mmoja. Hakuna. Kadri tunavyotoa ndivyo tunavyobarikiwa. Unaelewa? Kadri tunavyotoa ndivyo tunavyobarikiwa. Kwa maana vitu vyote tunavyokuwa navyo ni mali ya nani? Mambo ya Nyakati ya Kwanza 19:11. Wakati ambapo Salomoni alikuwa anataka kutakasa hiyo hekalu, akamwambia, Mungu, vyote ambavyo tunakutolea ni vyako. Hii materiali ambayo tulishenga leo hii kanisa, tulitoa wapi? Ilitoka wapi? Si hapa dunia. Kuna kile ambacho tuliunda sisi wenyewe. Vyote ni mali ya nani? Ni yake, na tunamrudishia kwa mali yake. Kutoa ni jukumu la kila muamini. Sheti kila mtu alikuwa hapa, hakikisha unatoa kwa kazi ya Bwana. Usikubali wengine watoe unapopashika mikono, ni baraka itakupita. Na mimi sitaki mtu hata mmoja hapa ni baraka kupita. Nataka nihakikishe tunapotoka hapa kila mmoja amebarikiwa ya kupindukia. Na si ya kupindukia, kubarikiwa ni ngapi? Ni ngapi? Moja. Uwe mwaminifu kwa utoaji kwa kazi ya Bwana. Uwe mwaminifu. Kuna wengi wanapokuwa wakilia Mungu awabariki, Mungu anapowabariki mibaraka hiyo inawatenga tena na Mungu. Ndio maana Mungu apatie wengi. Unapolia umeomba Mungu akubariki, anakubariki. Anapokuwa amekubariki, alafu wanawake wote wanakuwa wapo. Wanaume wote wanakuwa wapo. Bralimena hamia mwako. Bralimena hamia mwako. Wewe unapata nini? Ndio maana Mungu abariki watu wengi katika dini. Tuwe waaminifu na Mungu atatubariki. Na kila mtu atoe kulingana na uwezo, kulingana na baraka ambayo Mungu amekupatia. Mtu ambaye moyo wake unawaka moto kwa upendo wa Kristo, hata aona kuwa ni wajibu tu kusaidia katika kuendeza kazi tukufu na takatifu aliyokabidhiwa mwanadamu, kuifichulia ulimwengu hazina za wema, rehema na ukweli, bali ataiona kama furaha wakati wowote Mungu anapowapa watoto wake baraka, wanalazimika kudai sehemu anayodai. Niwaulize wazazi ambao wanakuwa hapa, wale wababa ambao wameshaoa, tunyoshe mikono nyoni. Wababa wenzangu ambao wako hapa, wababa. Tuone wababa ambao wako hapa. Wababa, tuweke mikono juu. Asante, barikiwa. Nani baba ambaye anapotoa rasio anaregrete? Unaregrete sio pana rasio. Ni nani? Anakuwa. Wakati unatoa rasio, watoto wanakula na peti. Wamama, unafurahi unaregrete sio wanakula mbio wanamaliza chakula. Unaregrete sio wanakula. Unaregrete? Kama ukimpa chakula watoto hawakula, unasikia namna gani? Unasikia namna gani? Unafurahi? Na Mungu anapotuona tumebarikiwa anafurahi. Mungu hafurahi anapoona tunateseka. Hapana, yule sio Mungu ambaye tunamuomba. Na Mungu yule ambaye tunakuwa naye, Mungu wetu, anapendezwa anapoona tunakuwa wakarimu, wa reconnaissant. Yaani unapompatia mtoto mkate, alafu unamuomba anafanya nini? Mungu anasikitika, anasema, "Je, huyu baba anajua kwamba mimi ndiye nimemtolea? Anajua kwamba hazina yangu bado inajaa?" Mungu anasema, "Heri ninyi ambao kando ya maji yote mnaopeleka ng'ombe zenu na punda zenu." Acha tusome shairi nyingine. Mezali 11:14. Mezali 11:24. Mezali 11:24. Inasemaje? Kama tumeweka pale, tutasoma pamoja. Mezali 11:24. Tusome pamoja.
Tusome pamoja, twende. Kuna mtu hamjasoma. Tuanze pamoja, twende. Kuna mtu atafanyaye, lakini anafanya nini? Anabarikiwa zaidi. Na kuna yule ambaye anakuwa namna gani? Huko tunaolewa nani? Washishe. Kuna washishe ni shishe, lakini anaendelea kuwa nini? Maskini. Ukisema hutatoka kazi ya Bwana, utarejelea. Sasa sipendi kurejelea. Nataka tufurahi. Kadri unavyotoa kwa kazi ya Bwana ndivyo unavyobarikiwa. Niwaambie siri moja ambayo kila mara ninawaambia watu, washiriki wenzangu wa Sabato. Kadri tunavyojitoa kwa kazi ya Bwana, kadri tunavyomjengea hekalu, unanielewa? Kadri tunavyojitoa kwa kazi ya Bwana, kadri tunavyomjengea hekalu, na maisha yetu ya kijamii ndivyo inavyofanana kazi ambayo tunamtendea. Nataka useme nini? Hivi kisi umejenga kanisa hili la kifahari hivi, na maisha yenu yatalingana na hili kanisa kule nyumbani mwenu. Unanielewa? Hivi kisi kanisa hili nafanana, kadri mnavyojitoa ndivyo maisha yenu yatafanana na nyinyi kule kunyumba hii kanisa. Kama mnamjengea Mungu kanisa ya mbao, na maisha yenu kunyumba inafanana mbao. Unanielewa vizuri? Kadri tunavyojitoa zaidi na kuboresha kazi ya Bwana, ndivyo naye anavyoboresha maisha yetu nyumbani. Na kama mnabisha, mfikirie kufanya utafiti. Kadri mlivyokuwa katika kanisa la nivo fulani, mlivyopandisha nivo, mtaona na maisha yenu imepanda nivo. Unanielewa? Ndivyo Mungu anavyotumika. Kadri unavyojitoa kwa kazi yake, naye anaenda akikubariki siku kwa siku. Ndio maana anasema sasa tujitoe kwa kazi yake. Turudie kwa ule wimbo wetu. Nilikupa wewe damu ya nini? Ya moyoni. Turudishe ule wimbo pale. Tulikuwa tumefika kwa sehemu ya ngapi? Ya pili. Twende kwa ya tatu. Twende kwa sehemu ya tatu teknisia, ili tuweze kusoma hiyo sehemu ambayo inakuwa pale. Tusome pamoja. Sehemu kwa kia kwa. Tuanze tena pamoja. Nilikuletea nimekuletea hapa duniani pendo na wokovu. Ambazo zinatoka wapi? Sehemu ya hii. Tuanze sehemu ya hii. Kati ya hii. Nipe siku uweze kudumu wapi? Na taabu yako uingie wapi? Yesu anakuambia sasa, leta taabu yako kwangu, leta shida yako kwangu, ili kwa mwisho uingie wapi? Sasa ona kitu unapaswa kujibu sasa. Refrain ya mwisho inasemaje? Nafsi, pendo, mali, unapatia nani? Toa Emanueli. Nafsi, toa Emanueli. Wangapi mchana leo Bwana anasema, nataka nafsi yangu nikutolee Emanueli, sababu vyote vilivyo navyo ni vyako. Sasa nataka na mimi wengine wanapobarikiwa, wanapotoa kwa kazi ya Bwana, nataka nisibaki nyuma. Wale ambao wanasema nafsi zao wanajitoa kwa Emanueli, wasimame mtoe pamoja. Asante kwa wale wote ambao wanasema nataka nafsi yangu nitoe kwa Emanueli, nataka mali yangu nitoe kwa Emanueli, vyote nitakavyokuwa navyo na nitoe kwa Emanueli. Mungu awabariki. Tuombe. Asante Bwana wetu Mungu mtakatifu na tupenda. Mchana huu wana wako tunajitoa, tunasimama. Tumekuwa tayari kuweza kuunga mkono kazi yako. Sasa shetani hapendi tunapokutumikia, tunapotoa mali zetu kwako, haipendezi shetani. Kata zile kamba ambazo shetani ameziweka mbele yetu, ambazo ametufunga, ili tusiweze kutoa mali yetu kwako. Sasa tangu leo tuweze kupanga mpango wa kutolea
na utakapokuja tuwe miongoni mwa wale ambao watakuwa na nyota katika taji zao, katika jina la Yesu Kristo, amena. Mungu atubariki. Tukutane kesho, na wale ambao watakuwa wamebarikiwa tayari tuanze kuleta, ili tumjengee kazi, tutende kazi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo, amina. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, nimevutwa na upendo, kwa hivyo najitoa. Yule aliyetuongoza kwa nyimbo akaribie hapa. Ni wimbo wa 122. Tusimame sote tuimbe kwa joto kama vile tulivyoimba tunaposimama. Sabende
unayetupenda sana. Asante kwa upendo na ulinzi wako uliofanya tangia tulipoanza ibada asubuhi, na umeruhusu tena tufikie ukomo. Ni kwa jina lako Yesu tunasema asante. Umetuhimiza kwa ajili ya kukurudishia vile ambavyo umetubariki navyo, kwa ajili ya kusogeza kazi yako mbele, kwa kukununulia viwanja, hata kwa kujenga makanisa. Dunia na vyote vilivyomo ni mali yako. Watoto wako tunaomba uweze kutubariki ili tuinue kazi yako. Siruhusu hata mmoja wetu aendelee kubaki kama alivyo, bali utuinue tupande juu kwa ajili pia ya kuinua kazi yako. Tunapotafuta kuondoka, tunaombea baraka kila yeyote aliyefika kanisani humu, pamoja na wageni waliotufikia, fanye kwamba juma hili tubarikiwe na wewe. Kila utakachokigusa kiwe kimeguswa na mkono wako, ili tena tutakapokutana kwa ajili ya kukurudishia, tuje na furaha nyingi kwa kuwa utakuwa umebariki watoto wako. Masaa matakatifu yanapoendelea, uendelee kutukumbusha kwamba tungali katika masaa hayo. Kwa wale ambao watakaoenda zuru, uende nao. Watakaobaki wakichambua, uende kuizidi kuwa pamoja nao. Na tena utakapokutanisha watoto wako kwenye ibada kesho asubuhi, tuzidi kulisifu jina lako. Tuna haja ya mambo mengi, lakini wewe kama Mungu wetu unayaona kuliko tunavyoyaona. Mtolee kila yote anayekuwa hapa sawa sana kila anachokihitaji. Yote tunaomba kwa jina lako Yesu Kristo, amina.